Hello guys, jamani, na shida moja, jamani ambayo mnisaidie. Sawa Kuna mtu mmoja aliwahi kuni-DM TikTok siku 3 zilizopita. Ambaye ilikuwa ni tarehe kama ngapi? Sikumbuki, kwa siku 3 zimepita, yes. Alini-DM, akananiambia, "Babla nakufahamu, nishakuona sana." Fresh nikamwambia, "Basi sawa, naomba akaniomba namba, nikamtumia namba zangu za WhatsApp, aliomba namba za WhatsApp. Sawa nikakubali, nikaenda nikamtumia namba. Fresh tukachati nini. Jana tarehe 5, yes. Nikisema tarehe 5 nazungumzia ni juzi. Tarehe 5 Januari. Akaniambia anaomba appointment na mimi. Nikaenda kuonana naye kwenye hiyo place alichagua. Aliniambia kuna sehemu moja. Of course mimi niko Manyara, Babati. Kuna sehemu moja inaitwa Tururu Waterfalls. Yes. Nimeenda kuonana na huyo dada, ni mwanamke, yes, of course. Nimeenda hiyo sehemu naisi ilifungwaga kabla. Yeah. Nikaenda kuonana na yeye hiyo juzi tarehe 5. Ninavyozungumza na nyinyi hapa. Anaitwa Brenda. Aliniambia anaitwa Brenda. Kwa ni hapa Babati. Nikaenda kuonana naye. Ilikuwa kwenye saa 9, aliomba appointment saa alasiri. Nikaenda kuonana na huyo dem. Nimefika pale, si amesema anataka kuniona to meet like. Nikamwambia lakini kabla sijaenda kuonana, nikamwambia lakini mbona haya mazingira mimi najua yamefungwa. Akaniambia wewe njoo, hamna shida. Hatuendi Tururu kule ndani kwenye waterfalls, lakini nitakuwa kwenye huku upande wa nyuma kuna garden. Nikaenda kukutana na huyo mwanamke fresh, lakini huyo mwanamke nimekutana naye, mimi napenda sana kuvaa pensi. Nimevaa hiyo pensi na kiatu kinafanana na kwake, yani tuna mechi, lakini shati nilokuwa nimelivaa juu langu ni brown, la kwake ni blue, sawa lakini yani kila kitu ni sawa, ila yeye alikuwa amefunga kilemba kama cha Kiislamu. Nikaenda nikameti naye pale fresh, tukapiga story nini, nikamwambia lakini mbona kama umemechi na mimi kuanzia viatu mpaka pensi, inawezekanaje? Akaniambia mimi labda nimependa tu, labda huenda ikawa tuna share. Nikamwambia tunashare kwenye ngo gani? Akaniambia la pengine hata nani zetu zinafikiri kitu kimoja, kazi zetu zinafikiri kitu kimoja. Nikamwambia lakini mbona kama wewe ni mimi, yani wewe ni mimi, yani yeye anafanana na mimi, yeye ni mimi, yani like tumetofautiana kitu kimoja. Mimi na dread na natembea kichwa wazi, ila sijaona kichwa chake amefunga Kiislamu hivi. Kavaa kile kinini hivi, afa kavaa kinani hivi. Yani alivyovaa ni kama mimi nilivyovaa siku hiyo. Haya. Nimekaa jana tukachati vizuri, tunawasiliana. Baada ya muda kwanza pale ile eneo nikamwambia mimi nawahi, nimemwacha mtoto wangu nyumbani peke yake. Sawa. Akaniambia hakuna shida, mtoto wako yuko salama. Nikamwambia mtoto wangu yuko salama, umejuje mimi na mtoto? Akaniambia hamna shida, kama ulimwacha nyumbani atakuwa yuko salama kipenzi. Tukaendelea kupiga story. Ilikuwa saa 9, nikamwambia tumekaa nusu saa, nikamwambia mimi naomba mbona kama nikamwambia kama unafanana na mimi. Akaniambia hamna, labda pengine si ndio. Nikacheka nikamwambia huenda kama babangu amepita. Nikamwambia anyway ulinijua vipi? Akaniambia hapana baba, mimi tu nimekuona na TikTok, nikawa nafuatilia page yako ya TikTok, nikakujua vizuri. Haya nimekaa naye nimezungumza fresh nini, nikamsema ngombe kipenzi mimi na ondoka, nimwache mtoto yuko salama. Analazimisha tuendelee kubaki hiyo place, na ilikuwa ni saa 10. Nikamwambia mimi nimwache mtoto wangu kule nyumbani na sijui mazingira nimemwacha maana hana mtu. Nikawa nimeondoka. Nimerudi nyumbani fresh kila kitu sawa. Tukaanza WhatsApp, umefika kipenzi? Nikamwambia nimefika salama mwaya. Sawa. Haya. Hatuja chati. Leo yani kwenye tarehe 6 usiku, kwa sababu leo ni tarehe 7 mpaka sasa ninavyozungumza sasa siku imebadilika. Tunachiti saa 4 usiku, akananiambia kipenzi umenisusa au mbona kama umemind labda nini, sisi ni ndugu, sisi ni kitu kimoja. Kama sisi sio ndugu, tumejuana tu TikTok, hatuna hata wiki moja. Unaniambia je mimi ni ndugu yako, unanijua vipi? Unanijuaje? Anambia unabisha kama unanikataa kama mimi sio ndugu yako. Nikamwambia salama. Haya, aitwa Brenda. Nimekaa sasa hapa usiku. Sasa mimi naishi na mtoto wangu hapa. Nimekaa sasa hapa ananigongea mlango. Sawa? Ninapozungumza na nyinyi amenigongea mlango hata dakika 3 hazijapita. Ananigongea mlango na ananiambia
ni Brenda, nifungue mlango. Sawa? Ananiambia nifungue mlango. Namuuliza umejuaje mimi ninapoishi? Namuuliza umejuaje mimi ninapoishi? Ananiambia ni mimi Brenda, rafiki yako, yule ndugu yako. Nimekaza hapa guys, naomba nisaidie. Sasa ni saa 7 usiku. Tena sana nikasoro, ananigongia mlango. Na mimi sijui amefikaje. Yes, sijui amefikaje. Na hapa kama kwanza siku nimekutana na yeye kwa nyumba, naona mapazi yangu yanafunuka na kufunga. Mapazi yanafunuka na kufunga usiku. Silali, yani sielewi. Yani muda mwingine nakunywa pombe, lakini ikifika baada ya muda nakuja kushtuka, ile pombe zimekata, nakuja kukuta mapazi yangu yanafunuka na kufunga. Yani mapazi yanafunuka na kufunga. Mimi sina mapazi ya remote, lakini mapazi yangu yanafunuka na kufunga. Yani sielewi. Sasa yeye ametoka kunigongea hapa mlango, ananiambia yani Brenda, nimfungulie, ni ule ndugu yangu. Yani guys, mnisaidie. Yani sielewi nini nilifanya. Nimeamka usiku, mtoto wangu kalala huyo hapo. Mtoto wangu huyo hapo kalala. Sijui nini nifanye guys. Niko peke yangu. Guys, naomba mnisaidie jamani. Mnishauri.